au sio bana? Tuko kipande cha Masumbwe mkoani Geita. Katika mitikasi ya leo nimekutana na washikaji zangu ambao wanajishughulisha na shughuli za kijamii, lakini shughuli kubwa hasa ni usafirishaji. Kuna usafirishaji wa aina mengi, kuna magari, lakini hawa ni wasafirishaji wa chombo cha baiskeli. Unakijua mzee, huku tunaita daradara mzee, au sio bana? Wewe ukiwa kutoka Dar es Salaam, Mbeya, Iringa, daradara unajua ni highs. Ila huku tuna mfumo wetu bwana, daradara ni baiskeli, ni familia, au sio bana? Nakwenda kupigana story mob sana, dog on the way. Iko hivyo mzee. Bwana mambo vipi? Ni safi, ni mpola sana. Niambie. Mambo vipi mzee? Namshukuru Mungu. Kwa majina unaitwa nani mshikaji? Kwa jina naitwa Malando Juma Maspana. Bwana Malando Juma Maspana. Wewe unajishughulisha na nini mzee? Najishughulisha mimi na uendeshaji wa baskeli maarufu kama daladala. Daradara. Kwa mtu mwingine ukimwambia daradara anakuwa hajaelewa. Hebu tufafanulie kidogo. Daladala yani huku sisi ni zile baskeli magurudumu mawili. Unaiwekea na mto yani kama sponge fulani. Alafu unakuwa unaiendesha, unabeba mtu mmoja. Kuna ruti za humu ndani ni 500. Hatushushi kiwango cha bei, yani bei ni 500. Haitegemei muda, labda asubuhi, mchana, usiku. Yani ikifika usiku kuna sehemu za mbali inakuwa ni buku. Ila kwa humu mjini ni 100. Nje ya mji inakuwa ni bei gani? Nje ya mji ni ngumu kwenda kwa sababu ya barabara ni changamoto, kwa hiyo tunakaa humu ndani na usalama pia. Lakini pia hii kazi una muda gani unaifanya? Hii kazi sasa hivi nina muda kama miaka mitatu. Miaka mitatu. Ndani ya miaka mitatu na changamoto gani ambazo umekutana nazo katika kazi hii ya daradara ya baiskeli? Kwa kweli kwenye changamoto hapo kuna changamoto, unajikuta abiria wakati mwingine anagoma labda kukulipa, wakati mwingine nakupeleka mbali, ukifika huko mbali anaanza kukuzingua namna ya kukulipa kuwa huwezi kuniletea huku kwa hiyo bei ulioniambia, inakuwa ni ngumu. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo kiuhalisia mteja unamchukua kama hapa mjini. Anakuambia nipeleke maeneo kuna Kwalau. Sasa Kwalau ni mazingira ambayo yanajulikana, mpaka muulize ni center hapo au ni mbele. Wakikwambia mbele kule barabara ni changamoto, lakini ndio hizo changamoto mara nyingi ni unapokutana na changamoto kama hiyo wewe unaisolve vipi? Na unapoona mteja umemfikisha sehemu anapotaka kwenda, kuna muda tu ile pesa anaokupa haistahili lile eneo lilompa. Kwa kweli kuna muda inanilazimu sana, lakini inabidi tu nipokee ile pesa kwa sababu sina namna. Umeshamfikisha mteja na amezingua ile hela kukupa, unaona upokee kwa sababu hicho kidogo kinatosha. Katika kazi yenu mna umoja wa wasafirishaji wa daradara? Tunao umoja. Kuta kama hapa tuna kijiwe cha Idarafuma, ukienda Mang'ombe kuna kijiwe. Kwa hiyo hata ukianza wewe leo kuendesha daladala, huwa kuna viingilio inabidi utoe ili ujiunge na sisi tushirikiane pamoja. Pale unapokutana na changamoto kama hizo, umoja unatatua vipi? Wewe ni kwenye umoja pale, labda kama ikitokea kabisa mtu kagoma kabisa, unaweza ukawaita waje kwa ajili ya kusupport yule mteja afanyeje, alipe. Lakini mara chache kutokea hivyo, wakati mwingine mnamaliza tu kwa sababu ya binadamu, unaridhika ile 500 unaondoka nayo. Wewe isha kutokea mara ngapi? Mimi imeshanitokea sasa hivi ni mara 2. Mara 2. Ulifanya nini? Moja niliita wadau kuja kutatua, lakini moja nilimaliza kwa ubinadamu tu kimya kimya nikawa nimeondoka. Ndio. Mtazamaji wa Kwanza TV East Africa nzima unatutazama kutoka kipande cha Masumbwe mkoani Geita. Hii ni mitikasi, niko na washikaji zangu, tunapiga mitikasi, tunapiga kadi design. Washikaji wanajishughulisha na usafirishaji abiria kutumia baiskeli yenye magurudumu mawili. Unayajua mzee, inaitwa daradara. Wewe ukiwa kipande cha Dar es Salaam, kipande cha Mbeya, kipande cha Mwanza, daradara unafahamu ni usafiri unaotumika kama hais, au sio bana? Lakini huko sisi utamaduni wetu wa Kisukuma na Kisumbwa tunatumia magurudumu mawili ambayo ni baiskeli. Bana, nataka tuongee kitu kimoja. Hapa naona kuna bodaboda hapa Masumbwe na pia nyinyi wa daladala za baiskeli. Changamoto yenu iko vipi hapa kwenye kumeki wateja wenu? Wateja wetu yani huwa inaendana. Kwa mfano bodaboda wa hapa au kiwalisia humu hawabebei wao shilingi 500, wao wanaanzia 1000 na kuendelea. Kwa hiyo sisi mara nyingi mteja kama bodaboda akigoma, wanakwambia huyu ana 500, wewe dalala unaitwa unambeba. Maana yake hiyo ni level yako. Yule mteja anaambiwa, anashauriwa pia wewe chukua daladala kwa sababu ile hela yake ni ndogo. Labda kuna sehemu anaenda mbali ambapo kiwalisia daladala ile 1000 inamlipa, ila kwa bodaboda inamkata, anakuwa anakuita
wewe mteja chukua nini? Daladala, kwa sababu daladala zile ina uwezo wa kufika pale na ile heli inamnufaisha zaidi. Kwa siku wewe unafikiri unafunga kama bei gani kama daladala? Kwangu mimi kwa daladala ya basketi kwa siku naweza nikafika 15 kwa hali ambayo ni nzuri, naweza ikawa hata 20. Yeah. Na dolo lako linakuwaje? Dolo inaweza ikawa 7, 8. Ndani ya wiki nzima ni siku gani hasa ambayo unaona ni siku nzuri zaidi ya biashara? Jumatano, kwa sababu kuna mnada, wateja ni wengi na wanaendaga mbali, kama ni sehemu ya mbali ambapo bodaboda kwendeko ni 2000, lakini daladala tunabeba 500, wakati mwingine 1000. Kuna washikaji wengine wako street hapa wataki kujishughulisha hapa shughuli yoyote, unawaambia nini kama kijana? Kwa kweli hii ni fursa moja hapo ya kitega uchumi kwa kijana yeyote, anatakiwa ajishughulishe ili aweze kufikia malengo, hata kwa kile kidogo akiweka malengo anaweza akatimiza ndoto zake. Big time sana. Hii ni Mitikasi ya Kwanza TV ukiwa na Energy the African Bantu presenter. Nimekwambia niko kipande cha Masumbwe mkoani Geita, napiga story na wabantu wenzangu, wasumbwa wenzangu. Bwana, hivi Kisumbwa tunahitaji? Oya. Kisumbwa tunahitaji simu kwa Kisumbwa. Kisumbwa? Mimi sio Msumbwa. Wewe ni kabila gani? Mimi Msukuma. Msukuma. Wewe kwa Kisukuma tunahitaji simu. Simu. Mbona kama Kiswahili hiko babu? Hamna. Wewe Msukuma wa town ni wewe. Big time sana mwana. Hii ni Kwanza TV, KTV ukiwa na Energy the African Bantu presenter, na hewani ni Mitikasi. Tunapiga story na washikaji zetu ambao wanajishughulisha na swala la usafirishaji kutumia magurudumu mawili. Usafiri unaitwa baiskeli aka daradara mzee ya kibantu kabisa, au sio bana? Tumetoka kupiga story na mshikaji wetu mwingine, tunakwenda kupiga story na mwanetu hapa. Bwana, unaitwa nani mzee? Kwa majina naitwa Agustino Damiano Magazi. Bana Magazi mzaliwa wa Bukombe. Bukombe. Bukombe sehemu gani unajua? Na mimi Bukombe kwetu unajua. Bukombe sehemu moja inaitwa Ituga. Ituga. Natoka ukoo wa nani wewe? Ukoo wa Magazi mwanani. Mimi natoka ukoo wa Mpuga. Mpuga? Unafahamu kwa Mpuga? Wala pasikia. Iko hivyo. Kwa hiyo na mimi Msumbwa bwana, umamani ni usumbwani. Sawa. Bwana, unajishughulisha na issue gani kubwa hapa? Mimi ni fundi umeme, pia najishughulisha na biashara hizi ndogo ndogo. Daladala mara moja moja. Bwana, Mitikasi inaendaje? Kwa nini daladala mara moja, umeme mara moja? Yaani issue zinaendaje hapa? Shida pale ni kutafuta sapampa hela. Pesa ndio inayotusumbua. Ukiona huku mambo hayaendi unarudi huko tena. Kwa nini usibezi na daladala? Pale hivi inatokea kwamba bwana nikaze huku, nikiona mpunga kidogo unaelekea nakaa pale pale, yani nikiona umepungua kidogo kuhusu masuala ya pesa natafuta tena chimbo jingine. Okay, upande wa umeme ni professional ulisomea au ni kipaji jari kupa? Nilisomea. Ulisomea kabisa. Bana, sasa kwa nini hujaingia kama TANESCO huko wapi tukapata mashavu? Changamoto ajira. Au si? Kwa umeamua ujiajiri. Na ndio maana ya Mitikasi mwanetu. Kwa changamoto wewe umeona kwamba huku mpunga ukipungua inabidi nihamie sehemu nyingine. Hiyo ni plan B. Au si? Kuna vijana wengine hawataki kujishughulisha. Wewe kama kijana mpambanaji ndani ya Mitikasi unawashauri nini bro? Na mimi nawashauri tu kikubwa ni kupambana, kukaza, kwa sababu hapo kila mtu amezaliwa na mitikasi zake, kwamba mimi nipitie hivi ili niweze kufanikiwa, kuna mwingine anaingia hivi aweze kufanikiwa. Lakini shughuli ya daladala ya baiskeli au mtu akitaka kufahamu usafiri wa daladala ya baiskeli anafahamu vipi? Mtu akitaka kufahamu kwamba usafiri wa daladala ni baskeli, yani ni baskeli, sio kwamba kuna daladala zingine labda mikoa mingine inaita daladala ni zile haisi, ila kwa huku kwetu ni baskeli. Ndio maana tunaita daladala. Okay. Big time sana. Nini ushauri wako kwa vijana wenzako? Mimi ushauri wangu tu kwa vijana wenzangu, tukaze leo, tupambane kama wanaume, kwa sababu sisi wanaume tumeumbwa kupambana. Tumeje huku mtaani tukitoka kwa wazazi wetu bwana, tukapambane, tusifuate mambo haya ovyo kama ujangili, kwa sababu mtu akishatafuta maisha yake kuna watu mbele nyuma na kuwa anamwangalia kwamba kweli kuna jamaa amepita hivi, sio kwa njia zingine labda za utapeli. Kikubwa ni kupambana, tupate pesa zetu za halali, maisha yaende. Ukiwa unafanya shughuli yako ya uendeshaji wa daladala ya baiskeli, ushapata mteja ana kilo zaidi? Pale nahitaji tu uvumilivu, kaza kwamba nakuta leo umenipandisha lakini ni mlimani. Ukihitaji tu uvumilivu kwamba bwana nikaze tu, tafanyeje?
najitafutia riziki yangu hiyo. Lakini unaweza kukwambia bwana, hapa naona kama inafikia mahali kwamba labda umekwama sana, kwamba namwambia bwana, wewe mteja wangu kweli, hebu shuka kidogo, tutembee kidogo kweli, ili tuvuke hapa, ili uweze kupanda tuendelea safari. Changamoto ya bodaboda na daladala ya baiskeli katika utafutaji wao, unaona changamoto kubwa ni nini? Wanaingiliana kwenye soko lao kwa wateja wao, kwa wateja wenu? Inatokana, kuna ile kwamba wenye baskeli kuna ile hali kwamba anaonekana kwamba huwa ana baskeli, kuna kipato chake hichi. Unaona, ile kuanzia kwenye pikipiki bodaboda hapo kuna masuala kwamba labda ya mafuta haya, ndio maana kunakuwa na bei zao, kwamba sisi kubeba labda safari ya kutoka hapa na kule mjini 1000, ila daladala kutoka hapa Dar es Salaam hadi mjini kule ni ngapi? Ni 500. Kwa nini sio 1000 wakati unatumia nguvu yako na jasho lako, sio mafuta ya kwa ubinadamu? Unaweza ukasema kwamba kwa nini wanafanya vile, ila kumbe ukiangalia tena pengine kwamba ule ni usafiri, unatumia nini? Mafuta, gharama ile. Yule binadamu anatumia nini? Anatumia nguvu zake, kwa sababu wanasema, yaani sisi kwa huku tunasema kwamba nguvu masesele, yani kama nguvu masesele, yani kwa kabila, yani Kisumbo hicho. Kisukuma. Ila masesele maana yake nini? Masesele yani nguvu unaweza kusema kwamba hapa nimechoka, ili ukitulia tena unapata nguvu, kwa sababu pikipiki ile ikiishiwa mafuta lazima uanze kuchukua nini? Pesa. Ndio. Kwa waga ni ile kwamba yani tunasema kwamba nguvu yenyewe ipo tu. Acha nifanye hivi, fine. Nifike safari yangu, nitapumzia kidogo, tena nitafanya nitarudi mzigoni. Big time sana mwanetu. Asante. Hii ni Mitikasi ya Kwanza TV KTV, ukiwa na Ino G the African Bantu presenter. Tuko kipande cha Masumbwe mkoani Geita. Tumepiga story na washikaji zetu ambao wanajishughulisha na swala la usafirishaji kutumia baiskeli maarufu kama daradara. Tumeweza kupiga na story mob, tumejua changamoto zao, tumejua doro lao limekaa vipi na design kipato kwa siku wanapataje. Kwa vijana wengine tupambane, kazi zipo, ajira zipo. Behind the camera anaitwa Mnyama Mkaa Mweusi, Mr. Timos. We kill them murder. Usisahau ku like, ku share na ku subscribe Kwanza TV KTV. Murder.